kusema kuwa Tanzania ni yetu sote, Waislamu, Wakristo na wale wenye au wasiokuwa na imani yoyote. Kwa hiyo wote wanastahili haki sawa bila ubaguzi wowote. Haki ni moja ya nguzo ya ujenzi wa jamii yenye amani ya kweli. Kwa muda mrefu Waislamu tumeikumbusha serikali kuwa yapo masuala mengi Waislamu hawatendewi haki. Kwa mfano, makubaliano ya serikali na makanisa. Mnamo mwaka 1992 serikali ya Tanzania ilitiliana saini makubaliano ya itifaki rasmi iitwayo kwa lugha nyingine Memorandum of Understanding MOU na makanisa ya Katoliki ya TEC na makanisa ya CCT ya Waprotestanti. Kwa mujibu wa makubaliano haya ambayo yalitiwa saini na waziri wa nchi katika ofisi ya waziri mkuu, ambaye wakati huo alikuwa Mheshimiwa Edward Lowassa, serikali imewajibishwa pamoja na mambo mengine kutenga nafasi za masomo kwenye vyuo vyake vya ualimu mahususi kwa ajili ya wanafunzi wanaopangwa kufundisha katika shule za kanisa. Pia serikali ilikuwa inatoa ruzuku ya kuendesha taasisi za makanisa. Kupitia memorandum hii, serikali imekuwa ikiwezesha jamii moja ya Kikristo kiuchumi na kufanya iwe na mchango mkubwa katika mipango ya serikali, na huku ikiwacha jamii ya Kiislamu na wengine wakiwa watazamaji kutokana na kukoseshwa nguvu na serikali kiuchumi kama wanavyofanya kwa kanisa kupitia hii MOU. Kuanzia huu mwaka wa 1992 hadi leo, serikali imetoa mabilioni ya kodi za wananchi kwa makanisa. Katika kipindi chote hichi Waislamu wamepinga ubaguzi huo, lakini serikali haijasema chochote juu ya jambo hilo. Tunaiomba serikali ikubali kutiliana saini ya makubaliano ya itifaki na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA kama ilivyofanya na mashirika ya Katoliki ya TEC na mashirika ya Protestanti ya CCT mwaka 1992. Kufanya hivyo kutawafanya Waislamu nao wafaidike na kodi za Watanzania kama wanavyofaidika wenzao wa Kristo. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa nazungumzia mchakato wa katiba mpya. BAKWATA inawahimiza Waislamu na Watanzania wote kwa ujumla kujitokeza katika makongamano yanayotoa elimu kuhusu katiba mpya. Kushiriki katika mchakato mzima ndio njia pekee ya kuhakikisha kuwa yale yetu Waislamu yanaingizwa katika katiba mpya. Tunatoa wito kwa taasisi zote za Kiislamu kuhamasishana na kushiriki kweli ili kuijenga nchi yetu iwe imara katika swala zima la utawala bora na tuendelee kufaidi amani na utulivu tuliojaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa nazungumzia madhara ya udini